amehangaisha nyinyi, amehangaisha kila mtu. Nataka kuomba msamaha. Naomba msamaha. Munisamehe. Kwa sababu mimi sikujua. Lakini mimi saa nyingine nalia vile nimeweka watu wetu kwa shimo. Vile Kenya imehangaika na makosa ni yangu. Lakini saa nyingine mimi najipatia nguvu. Nasema kama alidanganya mabishop, mareverend, mapasta, hata huyu mke wangu, sasa mimi ni nani? Mimi ni nani? Huyu Pastor Dorcas alikuwa anamuombea mpaka wanaongea in tongues. Huyu Kasongo si alikuja hapa? Mara ngapi? Mara 2. Si alikuwa hapa? Akilia tumsaidie. Juzi anasema ati alijileta kwa mlima. Si ujilete sasa. Si ujilete. Ya pili, msamaha ya pili nataka niombe. Ni kijana anaitwa Wamumbi. Huyo kijana alikuwa MCA pale Konyo. Si ndio? Wacha nieleze tu. Alikuwa MCA Konyo. So nilipopata nafasi ya running mate, nikaketi chini nikajiuliza, watu ya Ruguru wametoa wajumbe mara 2. Wametoa gavana. Magutu wametoa. Kiremukoyo wametoa. Hii Konyo tangu zamani bado toa mbunge. Mpaka watu ya Konyo walikuwa wanapigiwa, wanasomewa na watu wengine wa Madhira wakienda Karatina. Hati kazi yao ni kutoa watchman. Na nini ingine? Na Gorino. So mimi nikakuwa muungwana. Nikasema vile Mungu amenipatia nafasi na niko na ushawishi na watu ya Madhira watanisikiza. Nikaomba nyinyi kwa heshima tumsaidie huyu kijana. Mkakubali shingo upande. Si mlikuja kuniona? Mkaniambia hii kijana si mtu mzuri. Mkaniambia hii kijana mlikataa baba yake mara 3. Si kijana mzuri. So mimi na ujeuri wangu nikasema hapana. Acha hii kijana apewe. Kufika pale ameamua kuoa. Si ndio? Amekuja kwangu kama mzee, kama babake. Ameniambia msichana nimepata. Ni huyu. Si ndio? Akataka baraka zangu. So mimi nikamwambia vile umeniambia kiutamaduni unataka baraka zangu na nikuambie kama ni sawa, si unipatie muda nichunguze. Akaniambia chunguza. Nikaitana nikasema hii msichana anaitwa Mbeti kutoka Murang'a. Kwenda ati si msichana. Si msichana. Ni nini mama? Sasa mimi nikamwambia Harambee. Nikamwambia kwa sababu umekuja kwangu, siwacha nichunguze kidogo tabia yake. Alafu nikuambie, then uamu. Nikachunguza, nikaletewa report karibu peji 40. History. Nikamuita. Nikamwambia historia iko hapa, lakini uamuzi ni wa kwa sababu wewe ndio unaoa sio mimi. Lakini mimi kama baba nimefanya vile uliniuliza. Hii report soma. Kasoma, mimi naona natoa jasho. Akaniuliza nifanye nini? Nikamwambia utaamua. Mimi ni mzazi, sina shida. Ile umependa, mimi nimependa. Akaenda. Sasa makosa alifanya, alienda akaambia hii msichana. Ile report nimempatia. Sasa msichana akanichukia kutoka siku hiyo. Lakini nikasema ni sawa. Akasema basi ateshosho. Sasa nikamwambia umeamua? Akaniambia nataka unipeleke tukatoe mali.
Nikamwambia twende. Unataka nikusaidie? Ndio. Namna gani? Akaniambia lete kiasi. Nikaweka kwa basha, nikampatia. Akasema nataka uongee na Kasongo pia akuje. Nikaongea na Kasongo, tukaenda. Ngoja kidogo. Tukaenda pale, tukafanya rurashio, nikaongea kama baba yake. Tukaoa huyu mama. Ati shosho. Sasa tukaenda pale, tukakaa hapo usiku mzima. Nilala hapo nikicheza dance na wamama the whole night. Hata huyu reverend aliona mapicha, nilikuta amefura usiku. Nilifika saa 10. Hii Wamumbi akafanya mimi ni dance na wamama mpaka karibu asubuhi. Ati ndio nionekane mimi ni baba ya. Nilichukua nacheza mpaka na Karen Nyamu. Sasa mimi nitafanya nini? Wamejaa pale. Wamejaa pale wanawake hawa, huyu wengine tabia yao inajulikana, lakini mimi nasema haidhuru. Acha tu. Sasa Sasa ile maneno iko. Kasongo kuamua kunifukuza. Wakalejini wakasema hatuwezi sign impeachment kabla Wakikuyu kusign. Wajaluo wakasema hatuwezi toa mtu ya mlima bila watu ya mlima kusign. Kasongo akasema Wamumbi mwenyewe mbunge wake ndio atasign kwanza. Ndio mjue ya kwamba hata kwao hatakikani. Sasa Wamumbi akaenda akaambia Kasongo, hii mtu amekataliwa nyumbani, hakuna mtu anataka kumuona, wacha tumfukuze. Wamumbi ndiye alisign list number 1. Nasikia? Bibi yake number 2. Yule ambaye nilienda kuleta kutoka Murang'a. Sasa kutoka hapo tumefukuzwa. Wamumbi amejitolea. Amesema hii mtu mimi ndio namjua. Nisaidie na maaskari. Nimuangaishe, nimfukuze kwa mikutano yake yote. Mimi nikienda mkutano Murang'a, Wamumbi anatuma askari wanatupiga. Wetima ACK Church pale Udhaya, hao askari walichinjiwa busi asubuhi pale Kamunyaka. Beti mwenyewe ndio wako jikoni. Wamumbi ndio wanafanya briefing ya askari wakuja waniue. Kufika pale akina mama wakaomba na watoto. Wao askari wakachanganyikiwa. Askari wakasema hatuwezi uwa yeye ndani ya kanisa, wacha atoke tumuue nje. Wakatoka. Wamumbi akapiga simu akasema murudi kanisani muue ndani ya kanisa. Hao askari kuseleki kidogo tukajificha tukatoroka. Pale Murang'a pahali naitwa Goda, bibi yake akaenda hapo na askari akaumiza akina Medho. Siku naenda Narok, Wamumbi na bibi yake wako hapo, wakaniangaisha mpaka dakika ya mwisho. Hapa Olokalau Wamumbi ameenda hapo na askari, ameua watu 2, 2 people wamekufa. Hao watoto wamebaki, mimi ndio nawasomesha. Akina mama wameshikwa na nguvu na askari na Wamumbi. Huyu Wamumbi ako na damu ya Wakikuyu, ameua watu wetu. Na mimi niseme juu ya hayo, wacha nimwambie nyinyi, ujue huyu Wamumbi ametuletea shida. Juu ya hayo ameenda ametafuta bibi ya governor anaitwa Mama Kirigo na watoto wake. Wamumbi amewaketisha chini. Amesema mimi nataka nipeleke nyinyi kwa Kasongo, amusaidie mkuwe matajiri, muharibie huyu Rigiji jina kwa sababu sifa yake imeenda sana. Unasikia? Sasa Mama Kirigo na watoto wake 3 wakapelekwa na Wamumbi mpaka kwa Kasongo. Wakaambiwa sasa muwekelee hii mtu maneno. Nyinyi hakuna mtu anajua vile nimechunga familia ya Gachagua. Ndio familia haina vita tangu wakufe. Mumesikia vita kwa hii familia? Gachagua aligawa mali yake vizuri. Akagawia bibi yake Margaret 10%. No 5%. Huyu Karungaru
5%. Watoto wake 4. Susan 10%, Mercy 10%, Kashagwa 10%, Jason 10%. Mamangu late mother Kerigo 5%. Mimi 5%. Reriani ambaye ameaga dunia 4%. The rate Wachira 4%. Sister zake kila mtu 1%. Kashagwa akaandika will akasema, my brother, mshikane na wakili anaitwa Regeru na mtu anaitwa Madenge. Hii familia yangu kwa sababu iko mambo mingi. Na mimi niko na watoto huko nje na mabibi wengi na italete balaa. Na mimi sitaki vita. Muuze hii mali yo. Kila mtu apewe pesa lakini mama Kerigo apewe nyumba moja Lang'ata. Margaret apewe nyumba moja Karen. Mimi nikaambia governor hata hii ya Nyeri mpatie. Alikuwa amekataa nataka iuzwe. Nikamwambia hapana mpatie tu. Kwa sababu nilikaa na yeye hapo mpatie. Karungaru akapewa nyumba ya Nyeri. Mama Kerigo akapewa Lang'ata. Karungaru akapewa Karen. Msichana anaitwa Eva akapewa pesa 5% na mtoto yake. Mama mwingine anaitwa Wanjiru akapewa pesa na mtoto yake. Kashagwa was a fair man. Si ndio? Si was a fair man. Si aliangalia kila mtu. Hao watu hii mali yote tukajaribu kuuza. Ikakosa mtu ya kununua. Saa ile nimekuwa deputy president, wakakuja kwangu. Wakasema tumia hii kiti utafutie watu ya kununua. Nikatafuta watu, hizi vitu yote tukauza. Tukagawa pesa. Watoto wako na over 100 million. Bibi karibu 60 million kila mtu. Sasa wamekula pesa imeisha. Wamombi amewatafuta. Amesema hii mali yote iliuzwa, Kasongo anaweza rudishia nyinyi muuze tena. Unasikia? Na hii Kasongo kwa sababu ni muongo. Anandanganya hawa. Sasa saa ile tumekaa na mawakili, tumeandika report kwa gazeti, Kasongo ameaibika. Amekuta kujua ile mama aliletwa na watoto ndio wameenda na mali ya Kashagwa karibu yote. Kila mtu amepata pesa yake, amepata mali yake. Wamombi ndio mwenye kudanganya Kasongo. Na hii Kasongo ni mtu pia sijui ni mtu aina gani. Ako na watu ya National Intelligence Service. Akipelekewa kitu na wanasiasa, kuliko achunguze, anakimbilia kusema, hii mtu amenyang'anya mabibi mali yao, watoto yatima itarudishwa. Kupata report wamepata mali yao. Mimi nimepata yangu 5% nilipatiwa na my late brother. Kila mtu alipatiwa haki yake. Na Kashagwa alitupenda zote. Alipatia mabibi zake, watoto yake, ndugu zake na dada yake. Na hiyo ni haki yake kufanya vile anataka. Si mali ni yake. Si ni yeye alitafuta. Ikakwama. Hiyo Wamombi akarudi huko. Akaenda kwa Kasongo. Akasema hii mtu kwa sababu tumetafutia makosa imekosekana. Hajaiba mali ya mtu, hana kesi, hana chochote. Wacha tutafute maneno mengine ya kumpaka matope. Wakasema iko msichana anaitwa Maureen. Aliuawa na huyu Rigathi. Si ndio? Kuna mtu ajui Maureen hapa? Mama yake si rafiki yetu hapa? Huyu mtoto si mimi nilisomesha? Si mimi nimetafutia kazi kwa MCA? Kuna mtu ajui vile Maureen alikufa? Si huyu Jeridi alinipigia simu akaniambia amepigwa na gari pale. Wamombi ameenda ameambia Kasongo, hii Maureen Rikijilia aliua. Kasongo hata bila kufikiria, hata bila kusema ichunguzwe, ndio huyo juu ya gari. Kuna watu wameua wasichana sijui nini. Hiyo maneno yote ni ya Wamombi. Lakini ya muhimu. Haya nimetoka hapo. Kwa sababu alikuwa mbunge wangu, nimemuonesha mambo zangu. Pahali yote nilikuwa nimenunua kashamba na muonesha. Meru namwambia hii shamba nimenunua. Hii ingine nimenunua hapa Kakure nimemuonesha. Hiyo ripoti yote alichukua na pelekea Kasongo. Nilimwamini kama kijana ya nyumbani. Namwambia wacha nikuoneshe niko na kashamba hapa, niko na hii, niko hapa, niko hapa. Hata ingine ni hapa Iroli ameonesha. Sasa ile tu imetuumiza, nilimuonesha pahali watoto yangu wanafanyia biashara. Saa ile nimetoka ameonesha Kasongo. Kevin na Keith wamefukuzwa na GSU. Wamefukuzwa, wamerudi kwa nyumba. Wamenyang'anywa mali yao. So huyu Wamombi, mimi nasema naomba msamaha kwa sababu mlimchagua kwa sababu yangu. Kweli ama uongo? Katini damu ulilie. Ya muhimu zaidi, ametuaibisha kama watu ya Madera. Ati watu ya Madera wamepata kiti ya deputy president.
kiti haijapatikana, na next kwa hiyo ni kiti ya rais. Ati mjumbe wamechagua ya nyumbani ndio mtu ya kwanza kutoa hii kiti nyumbani iende pale ingine. Sasa watu wananiuliza, hii watu ya Mathira kwani mnakaa namna gani? Tumeaibika sana kwa sababu ya Wamumbi na Wamatinga. Huyu Wamatinga si nini nimwambia mchague? Si mimi niliuliza nyinyi? Sasa niseme, nataka nimwambia, nimeita kumwambia nyinyi. Nimeita kumwambia nyinyi, hiyo aibu Kasongo na Wamumbi wametia sisi watu ya Mathira. Tutasafisha. Njia ya kusafisha. Huyu Kasongo na Wamumbi walitoa bendera moja kwa gari. Mwaka ujao nitarudi hapa na gari na bendera 2 kama rais wa Jamhuri ya Kenya. And nimeita nyinyi nimwambie, I want to promise you, nataka nimwambie na musikie, Rigiji amekubalika Kenya nzima. Ukienda Masaini hakuna mtu mwingine wanaongea juu yake. Sasa Wakalenjin wa Kipsigis wameniita, walikuwa hapa. Naenda pahali naitwa Emurua Dikil tarehe 21. Tulikuwa na by election huko. Bila mimi kwenda huko, mtu ya DCP akapata 11,000. Na mimi bado kanyanga huko. Mimi nataka nimhakikishie, siasa ya Mlima nimemaliza. Nairobi nimemaliza. Nation wa Masai nimemaliza. Nataka nimalize hii ya Kipsigis. Nikimaliza niketi na kina Kalonzo na wengine, tuanze kuulizana nani ataongoza Kenya na ni kwa nini. Si ndio? Si iko namna hiyo? Niseme mimi nimesanya kula milioni 8 ya Masai ya Mlima. Nairobi niko na 1 million. Wa Masai 1 million. For Kipsigis 600. Mimi karibu 12 million. So tuongee. Tujue nani ataongoza ke? Lakini nataka kumwambia watu ya nyumbani, nyinyi mnishikilie hapa. Mtanishikilia nyumbani. Watu wote wamefika hapa, ndio nilipoti nataka kupea nyinyi. Wameniambia nisimame kiti ya urais. Si ndio? Wameniambia chama ni DCP. Wameniambia wasaliti wote wa jamii waende nyumbani. Huyu wa Mumbi asifikize kula 600. Ward maximum gabi apate kula 100 kwa kila ward. Si tuko na ward 6 hapa. Rogoro 100, Keremokoyo 100, Konyo 100, Iriaine 100, Karatina 100. Hakuna kitu watapata. Na Wamatinga waende. Ya mwisho, watu ya nyumbani hapa, nyumbani mnasemaje? Nyumbani mnasemaje? Watu ya nyumbani mnasemaje? Mathira inasemaje? Bas, wacha tutangaze operation Fagia, ya kufagia wasaliti, takataka ya siasa, kasia ya siasa. Harambee! Wasaliti wote, Wilubaro, UDA, Tokonia, Kudagotome, Gati, Komerera, Wamobi, Wamatiga, Mokami, Saburano, Kasongo. Wangapi wanasema tufagia Kasongo, tufagia Kasongo, tufagia Kasongo? Mumeamua? Naomba watu ya Mathira, aibu wa Mombi ametuletea kama constituency inaheshimika Kenya. Aende nyumbani asubuhi na mapema na asifikishe kula 600. Tumekubaliana? Huyu senator wa Matinga nilimsaidia hapa kupitia kwenu. Ametuaibisha kama watu ya Mathira. Amefanya tuchekelewe,
tuonekane kama sisi ni nongwe, ni watu hatuna akili. Aende asiende? Huyu Kasongo State Lodge iko hapa Mathera. Tumemchagua, tumemsaidia. Alikuwa amefinywa na Uhuru, anatoa makamasi. Nikamsaidia tukiwa na nyinyi. Ametudharau, ametutumia vita, ameharibu mali yetu. Lazima aende nyumbani. Aende asiende? Na mimi nauliza, 1992 Moi alitumia pesa hapa, alipata kura 800. 1997 akapata kura 911. Moi hakuua watoto, aliwapatia maziwa. Moi aliua mtoto? Aliua mtoto? Si alipea watoto maziwa? Sasa kama Moi na hakuua mtu, alipata kura 800. Huyu aliua watu wetu Kiambaa, ameua Gen Z, ametuletea aibu Mathera. Mtapatia kura ngapi? Hakuna. Mimi nataka niseme, isipokuwa Dimaine polling station akuwe na agent wa Mumbi mwenyewe. Si anapigia Dimaine polling station? Polling station ingine yote, hata Kasongo asikuwe na agent. Si ndio? Kwanza hapa kwangu Sagana Primary School, nikija nikute agent ya Kasongo tutakosana na nyinyi. Wapi watu ya Sagana Primary School? Wapi watu ya Sagana? Watu ya Sagana. Tusipate hapa akuwe na agent. Na hapa Irori na Karatina, kwanza kwa soko sitaki kusikia agent wa Kasongo. Anyimwe akose agent, si ndio? Ya mwisho wa Mumbi, baada ya kumwaga damu ya watu wa Lokalau, ile vita imekuwa Karatina ya kuharibu mali ya watu. Si ni Mumbi anapanga? Siku yote kuko maandamano, anatuma wakora, wanaharibu mali ya watu. And he must be punished on the ballot. Sitaki yaulizwe huko nje. Wacha yeye na bibi yake wakae watafute mali. Lakini siku ya ballot, hawa watu tutadili na hao kwa ballot. Si ndio? Si tumekubaliana? Si tumekubaliana? Nitoiguza nyaro wa Mathera. Hii wa mobili ya moyo wega inywe. Hii ni amoe wega. Niye kaire moe. Leu de moria atiriri. Tondu kara ukura ari marume ri. Mathera ni marume kana githingithia.